kupoteza kwenye maisha yako ni imani. Sio fedha, sio rafiki, sio familia yako, sio watoto wako, sio biashara zako, sio uchumi wako. Kitu kibaya, kigumu, cha hatari kupoteza kwenye maisha yako ni imani. Ukipoteza imani umepoteza vyote, lakini wakachukua vyote wakakuachia imani, vyote vitarudi kwa jina la Yesu. Tulisoma huu mstari wa Mathayo 17:20. Nataka tusome tena kwa sauti, tusome kwa pamoja. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utauambia mlima huu uondoke hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Kwa hiyo ukiona kuna vitu haviwezekani kwako, usikimbilie kwenye mapepo, laana, nguvu za giza. Cheki imani yako, cheki imani yako. Sio kwamba hawapo mapepo, sio kwamba nguvu za giza hazipo, zipo, lakini hazifui dafu kwenye kitu kinaitwa imani. Haziwezi kufua dafu mbele ya imani, na ndio maana anakuambia wala halitakuwapo neno lisilowezekana kwenu. Nilikuambia nini maana ya imani, na tulioangalia mambo mengi. Nikakwambia imani ni kuwa mtiifu, kuwa mtiifu ndio maana ya imani. Wale waliokuwepo jana wanaelewa kitu nilichosema. Sasa nikirudia vitu vyote, kuna namna fulani utamisi vitu vilivyoko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni nini, mtumishi wa Mungu? Imani ni matarajio kutoka kwa Mungu, the power of expectation. Matarajio kutoka kwa Mungu. Matarajio ndiyo mama wa madhihirisho. Matarajio ndiyo mama wa udhihirisho katika hii dunia. Ukiona kitu chochote kilichodhihirika kwenye maisha yako, lazima huyu mtu alikuwa na kitu kinaitwa matarajio. Hauwezi ukadhihirikiwa na kitu chochote au ukaona udhihirisho wa jambo lolote bila kuwa na matarajio na kitu fulani.